inaweza kageuzwa. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana ni mwema. Haleluya. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kwamba mnanisikiliza. Jina langu naitwa Adam Baravungwa. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo nimekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Kuna klipu ambayo nilitoa iliyokuwa inazungumza habari za viongozi, hususan habari za kiongozi wetu wa nchi, na hasa ililenga kwa habari ya viongozi wanakuwa wanatumika baada ya kuwa wamechaguliwa au wamekubaliwa na Mungu. Klipu hiyo nilipoitoa kidogo imekuwa ni changamoto kwa watu na imewaumiza sana watu wengi, na nilitoa nafikiri ina muda sasa kama karibia mwezi mmoja, lakini maneno niliyoyapata kutoka kwa ndugu walionipigia simu, wengine wamenitumia meseji hapo, wengi sana. Nimepigiwa simu na watu wengi sana wanaonifahamu, kwa sababu mimi pia nina watu wanaonifahamu na wananifuatilia. Kwa hiyo kwa kweli wengi wamenihusisha kama vile mimi ni mwanasiasa, nimejihusisha na mambo ya kisiasa. Sasa ninaanza kuingia kwenye mikakati isiyokuwa inanihusu. Na mimi kwa sababu ninaona kukaa na watu vizuri ni jambo la busara zaidi, na wakati mwingine mtu anapokuwa amedoubt, mtu amekwazika, hajisikii vizuri, kwa hekima huwa ni vizuri kutafuta namna ya kuishi naye vizuri. Na bahati nzuri ni kweli mimi si mwanasiasa, lakini pale nilikuwa naeleza habari za uongozi, jinsi ambavyo Mungu anavyoteua. Kwa hiyo Watanzania tukubali kulingana na jinsi Mungu alivyokubali Tanzania tuongozwe na mtawala fulani, hususan rais wa nchi yetu. Na kwa kweli ndivyo ilivyo. Hata maandiko, ukisoma kitabu hiki cha Warumi, ile sura ya 13 mstari wa kwanza na wa pili, ukisoma Yohana 19 mstari wa 10 na 11, lakini ukisoma pia kitabu cha Yeremia sura ile ya 27 mstari ule wa 6 na wa 7, inaeleza kwamba Mungu ndiye huchagua viongozi. Kwa hivyo ikiwa kwa namna ya kipekee niliona kufafanua nikiwa ninalenga hapo, lakini sitaki nionyeshe kuwa najitetea, ila lengo langu nilitaka ni waombe radhi Tanzania wenzangu kwa wale ambao wamejisikia vibaya, lakini waliokwazika kupitia klipu hiyo, kwa sababu kuna wengine wameniambia maneno magumu sana, ambavyo kwa kweli wamenihusisha na masuala haya ya kisiasa. Sasa kwa sababu mimi mwenyewe bado ninaipenda nchi yangu, sitaki niendelee kuhamasisha labda uwepo wa jambo lolote lile ambalo sio zuri, na mimi
sitaki kuonyesha kana kwamba ninachukia ndugu wote au hata viongozi wa nchi. Bado Mungu, ninaamini kuwa Mungu ndiye huruhusu kiongozi yote kuwepo. Lakini mimi mwenyewe kwa moyo wangu wote ninaona ni vema niwaombe radhi wa Tanzania wenzangu kwamba nimetoa hiyo imewakwaza. Kwa hivyo ninawaomba sana muweze kunisamehe. Kupitia klipu hiyo ninaomba radhi, naomba mnisamehe kwa sababu nilitoa kana kwamba mimi ni mwanasiasa. Sasa mimi sio mwanasiasa. Kwa nawaomba sana 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 mnisamehe. Tuko pamoja, lakini hata viongozi wa nchi bado sisi tuko pamoja, au tuseme mimi niko pamoja. Lakini Watanzania wenzangu ninawaomba mnisamehe. Kwa ile klipu nilikuwa ninafafanua jinsi ambavyo Mungu anatoa yeye uongozi. Na kwa sababu tayari kuna ndugu zangu walijisikia vibaya, basi nawaomba jamani mnisamehe. Lakini pia ninahitaji kutambulisha, na jambo jingine nahitaji kutambulisha album mpya inayokuja muda si mrefu, ambayo inasema tengeneza. Albamu inatambulika kuwa